right? So tunataka kuongelea hizo story vile tunaweza maliza mambo ya tribal lines before 2027. Alafu again, vile recently yesterday the head of KDF ni kama aliongea recently aliongea na Vai ku make statement. Yeah, the head of KDF Hariri alianza ku make statement zingine ni kama zinakaa na politics way. Okay? Na Vai kuongea, tunasema Vai kuongea. The only thing I can tell you guys, na mimi si prophet, there's a lot that is going to change in 2027. There's a revolution that began that cannot be stopped, not by the KDF, not by anyone, not by any politicians. Hiyo revolution ni time ya God. Na mimi semanga ni kama mtoto akienda kuzaliwa, mother kishaenda into labor, mtoto atazaliwa. So there's going to be a new Kenya in 2027 and nothing can stop it. Not me, not you, ni story ya God. Ni kama venye independence ilifika tu, mzungu lazima angeenda. So generation ya, and we respect them, we love them, ya Kenyatta, Jaramogi Oginga Odinga, Kalonzo, Mudavadi, Kibaki, Uhuru Kenyatta, William Ruto. William Samoei Ruto is the last of that generation. Hakuna mwingine utaona. Because it is a generation of tribe. They play tribal politics. In 2027, TikTok, mark my words, Instagram, YouTube, online media are going to be the KTN and the Citizen. Hakuna mtu ataiba kura. People will be live on polling stations. People will be live on, unaona vitu naonanga kwa KTN wakirelay nini results. Utaona watu na nini Murang'a wakisema hii gari imekuja na kura. Hii ni gari gani? Ina trend Twitter. So we are in a new dispensation. There's a new generation. There's going to be a new Kenya. Na nimeona Sakaja na MP mwingine sitamumention juu ni rafiki ya mama yangu wameanza kucheza politics na Gen Z. Juzi kwa matanga wanasema it's time tusikie vijana wetu, watoto wetu, they are right, they are angry. Hizo politics ni zile za huyu mama mboga, huyu bodaboda. There's nothing that is going to change the wave of change. There's nothing that is going to save Ruto and his government. Only time stands between us and a new Kenya. 2027 niliwaambia, first and foremost, all the MPs who voted for the finance bill 2023 wataenda home. I told akina plug nyinyi mkua tukiwa KNT. Pengine plug na Kido wamesahau. Hizo clips ziko kwa YouTube. I told them that very soon people are going to do memes. Go and watch. Go write a recommended meme YouTube nikiongelesha watu KNT. Naambia very soon watu watafanya memes. But people will do TikToks. People will ndio ina happen saa hii watu wako kwa macoffin. Yeah? Na hapa mbele tunaenda kufanya mabillboards, yeah? So ukiona wengine wetu tumenyamaza saa hii is because we have understood the power that God has given us. Do you know I am aware that mimi ndio nilianza hii kitu. Nimeenda parliament 18 times in 2023 kabla Gen Z waende hapo na wakauliwa. And it scared me. That's why nimenyamaza. Saa hii siongei because I know the power that God has given young people in this country. Nikiamka kesho nianze kurudia parliament, I don't know what will happen. Sitaki watoto wa watu wakufe. 2023 my finance act, I was fighting alone. No wonder wali win. I fought. I went there na vijana kati kuna vifua. Nilienda hapo nikijinyonga. Nikaenda na mkokoteni na ilipita because I was alone until young people joined me. The political class have come together because wanafanya self-preservation. Wanashikana kwa kona moja and that is why we want them. Tunataka waingie kwa ship moja kama Titanic, wata sink, I swear to God. Wote waende one side, washikane wa sink pamoja. Because imefika mahali our future matters more. Yeah? Mimi nikiongea na uchungu naongea juu ya Kaila. I swear to God Kaila hatapata hii Kenya leo. Atapata Kenya mpya na itaanza 2027. You have time to change. Don't play politics, do the right thing. Tukisema SHA ni mbaya, toa. Tukisema new funding model ni mbaya, toa. Don't play politics with us. We want to see action. Toa SHA kesho. Toa new funding model kesho. Yeah? Wale watoto wote waliuliwa, acknowledge and pay their families. People died.
Mimi nilipoteza brother yangu, I know that pain. Can you imagine a mother mwenye mtoto wake hata juu mtoto wake alienda parliament akashutiwa? You must own up to the things that you did. Na mimi nawaambia you still have time, yeah? And it has nothing to do with Eric Omondi. You cannot stop a change that this time imefika. Huwezi change, huwezi stop. So mimi sasa nimenyamaza, but nimeona online hapa mbele yangu, I will tell the Kenyan government you still have time, and the only thing you can do is listen to the people. President William Samoei Ruto, I'll repeat, stop listening to your people and listen to the people. We have this issue of recycling those leaders who have been there in the political wing, and we can see juzi President Ruto alifanya marekebisho ya serikali yake, akarudisha wale watu kwa serikali. What can you say about it? Don, these guys will never change. These guys will never change. Apart from Babu Owino, tunaona kuna Gen Z. Everybody, including the MPs in parliament today, they will never change. Yeah? Hawa ndio wale. Wajaluo wanasema jogie joka. Huyu ni rafiki ya huyu. They play politics. Leo wana fight, kesho wanashikana, leo wamesikizana, kesho wametukanana. It's the same families, the same circle. President alifire ministers. Tukafurahi. Akarihaya. Hawezi, they can't change. They will never change. But the good thing is that Gen Zs and the new generation tushawatambua. That's why siku hizi hawezi kutudanganya. Wakisema wanaambiwa hapo kwa comments. Wanaambiwa tupatane 2027. They are recycling older people, wanarudishwa from the oblivion. Ukionao CS wanarudishwa ni wale tu, wengine hawajakuwa for. Yani unaona mtu anayekuwa kwa docket ya vijana na mtu mwenyewe yako 68. Yeah? So they are friends, they are eating together, they are surviving together. But let me tell you guys, 2027, the wave that is coming, it is boiling nicely. It is boiling nicely. Umesikia kitu Murkomen amesema leo, very nice. Mungu ni mpoa sana. Amesema sisi, we are on drugs. The Minister for Security anasema Kenyan youths have a mental problem. Kwa microphone jua ikiwaka. Amesema we are on drugs na tumelewa. Those are youths who are unemployed. Wenye wajalipa school fees, hawajakula, wamefungiwa manyumba. We are on drugs. Haya. It is boiling very nicely. And mimi mtu asiseme ati Eric, hii ni kazi ya Mungu. Na wanasemanga ni watu wa Mungu, waende kwa church wasikie sauti ya Mungu. Mimi nilienda kujenga nyumba hapa Turkana. Wakaibomoa. But huku hii side nyingine wanapeana 20 million to a church that offering yao ya Sunday is 8 million. What are we doing? Hizo priority gani? Unapeana 20 million kwa church. Mimi nimefanya research yangu, una given Sunday wako na 8 million. Kuna shule huko haina class, wanasoma kwa jua. Because there's a culture, ni Moi. Ni hiyo Moism, ni wazee. Ni wazee, ni analog. Their brain, you cannot, that Bible nasema, you cannot put new wine in old wine skin. They will never change. Na wataanza kukampeni, tunawajua. Tunawangoja sana. Tuangalia hivi juu ya magari tunasema uongo. 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 We know. And talking of near politics. Near politics, but maybe most of the things we are there for is about the national government. Kuna zile za county, people expect you to contest for something else. Would you like to speak about that? And secondly, the broad-based government, do you think it's going to impact on the Gen Zs? In 2027, maybe watakuwa more powerful. The mistakes they're making are nice. First of all, we've collected, by the invite next month, we've collected 2.5 million signatures. We are going to reduce counties from 47 to 8, like the former provinces, because hapo ndio pesa mo haipotei national, inapotea kwa magavana, deputy governor, au ndio pesa inapotea huko, ya najua time inaisha. So we are going to reduce them. Tutakuwa na Rift Valley County kwa na governor yao, Coast County
walikuwa na gava yao, Western County, Nyanza County, Northeastern County. Juu umeona mashule venye zinakaa, hakuna mabarabara zimejengwa, pesa zimekula. Ukaenda Turkana, they have the most budget, au ndio the highest budget. Uliona venye shule zinakaa. So we are going to reduce. Tunangoja tu IBC kuwe nini selected. Tunaenda kwa referendum, we reduce the counties from 47 to 8. We are going to do away with the Senate. Hakuna kazi wanafanya, kazi Senate wanafanyaga nini? Hata mimi sijui. Hiyo ni pesa ya bure. Tunatoa Senate. Mamangu ni vile bado ananiconvince. Nataka tutoe women rep, yeah? But sasa I think aliniambia our women ndio wasaidii. But mimi sijajua women rep watafanya nini. Kazi yao inakuanga. Juu unakumbuka time ya finance bill walikuwa wanapitisha pads. Hakuna hata mmoja aliongea. Women rep watolewe, MCA wachunge sana. Tutawatoa. Afu MCA anafanyanga nini? We have 2500 MCAs. Waende wanafanya nini? Wana impeach governor. Governor ataimpeachiwa na parliament. So Eric, labda before we end, I think you need to clear this. 1 month ago ulijenga nyumba fulani pale Kikuyu, and right now kwa mtandao inasemekana kuwa you did not build the house, wanateseka, hawana pesa. Not build the house. Yes, like mtandao sasa ukiingia hata TikTok, she did an interview and she was like wanateseka, hawana pesa, you know, haukuwa I did not build the house. Yeah, like hivyo ndio inasemekana. Shiko. Hebu kuja hapa tu kujenga nyumba. Mbona wanasema hivyo? That's why we want you to clear on that, because hata mimi nilienda kwenye kuna nyumba. Si nyumba iko tu hapa, iko tao, hata iko mbali. So waende kwa nyumba. I think wako na issue zao za family. Walichukua title deed. Nyumba iko hapo, nyumba ni yao. Tulishajenga tukawa handover. And tunafanyanga vitu publicly. We handed the house publicly. We built the house publicly. They have the key. They have the title deed. The house is in Kikuyu town. So waende tuwaingia. I think issue ni do. Na hiyo I think wanaweza handle sasa. Unajua sasa the biggest part ilikuwa ni nyumba. Wanasema tuchukue simu. Sasa tuchukue tufanye nini? Niko na mama fulani ametoka anafanyiwa nini? Twende bebe. Niko na kesi ya mama amefanywa nini jana by the way. Huyo mama wa tumbo amefanywa operation jana. Nafaa toke in 4 days. Niko na kesi ya mtu anatoka Saudi Arabia, tunamzika Saturday. Alikufa huko, amekaa huko 4 months. Niko na kesi ya uboy alifukuzwa kwa nyumba. Zote hatujamaliza. So Faith Katambi ni mtu mpoa sana. For those who are out there, the Kisii Association, Simbarati, shida Faith Katambi ni yako na nyumba na ana pesa. Ana kitu anaweza tumia. So mimi pia namfilia. Atatoka Kisii akuja akae kwa nyumba alafu. Eric Omondi mimi pia si mwanasiasa. I don't have that money. But the house is ready. They have the house, they have the land, they have the title deed. Yeah, but pia kuna issues zingine sitaki kusema kwa kamera. Ndio naleta hizo issues zote ni za familia. Ni about hiyo land. But land tuliweka Faith Katambi. But unajua kuna bwana. Kuna bwana, kuna watoto watatu. Kuna issues zilikuja baadaye tukishajenga nyumba. So tunamprotect. In the interest of time, wacha nikwambie safe journey. Thank you guys. And happy birthday to Lynn. Asante. Kama flight itamwacha